Ashaomba miaka 100. Mtu mwingine atamwona anakaa kama mtu ambao amekufa. Uoni tu. Hakuna jambo Mungu hapo anayeweza kuondoa. Mungu alifanya jambo na Nuhu. Ikiwa ni ndege mwenye tabuka na kutoka kama atakuwa ni mnyama wa kumwaga damu. Ikiwa ni binadamu vile ameniambia hata na yeye Mungu atamumaliza. Na hiyo ndio alipata damu ya mtu wake. Alipata damu ya mtu wake wote. Na kwamba yule yote ambaye atamwaga damu ya mtu wake, huyo damu yake italia kwenye mchanga kama damu ya pili. Kuna rais wa pili wa Kenya alileta kirabu fulani ya Roseline akatoa Nigeria. Ilikuwa hivi kwa serikali inaitwaje? Asanteni sana. Committee, I want to welcome the committee that was organizing the funeral. Naomba tutulie. Hiyo inaisha. Asanteni sana. Unajua ukitaka kuongea unaongea na inatoka kwa roho na inaisha. Thank you so much. Thank you so much. You want to actually go so committee very fast. Very fast. You will introduce the committee. I was the chairman of this committee and we passed through a lot. Tukipanga hii matanga, najua tulikuwa na watu wengi kwa committee. In the larger group, tulikuwa na group ile ilikuwa na organize na kwa kusaidia kuchanga pesa, na kulikuwa na committee yani officials wale walikuwa wanapanga vitu kwa kitchen, wanapanga hii mtu anapewa delegation anaenda huku na huku na huku, na mimi nikiwa kama chairman nilikuwa napata tu ripoti na kazi nyingi walikuwa wakifanya wao wenyewe. Huyu ni Karo Gift. Baba tutulie, huyu ni Karo Gift. Wakati Roseline alianza kugonjeka, alimchukua akampeleka hospitali pamoja na mama kasi na wengine. Yeye baada ya hiyo aka open WhatsApp group. Yeye aliopen WhatsApp group ile ilichangisha pesa ile ilikuwa inafanya matibabu pale Kenyatta Hospital, na Mungu alimsaidia kuleta waimbaji wote pamoja, marafiki wengi wakajua, tukaunganika pamoja, tukachangisha pesa, alafu baadaye Mungu akamchukua Rose, tukaendelea na hiyo grupu ya mchango ya hospitali bill, tukaendelea nayo kupanga mazishi ya leo. Amen. So thank you so much. Pige Rose Carol Gift makofi mazuri. Kwa sababu ninawajua, nitawa
Tuseme majina peke yetu. Acha waseme peke yao. Jina ya secretary wamejifungua group tukifanya kazi pamoja na wenzetu tena na maombi ya wakawa bila mom and dad na watumishi wote wakifikia mpaka kwa maombi. Amen. Tunaongea maombi na haikuwa na siku nilikuwa napeana ripoti ya familia. Amen. So, vile nimesema mimi nilikuwa chairman ya hii committee na ningependa kwa wale ambao pengine watakuja hapa na walikuwa kwa ile WhatsApp group ulikuwa chairman wa committee na kwa na mambo mengi sana. Amen. Na unakuta watu wengi pale, tulikuwa na watu wengi sana, different people from all walks of life, na kulikuwa na maybe differences kidogo hapo kwa group kwa ajili ya mipango hiyo lazima ni iwe it's normal everyone. So we are sorry for any inconvenience we caused to anybody wakati tulipokuwa tukipanga matanga hii. We are very sorry for you. Wale wote wakosea vile kwa vile tulikuwa tunarun things pengine tuliwaongea So kwa jina ya kamati, I will give chance to Pastor Daudi mwenye alikuwa anatuwekea pesa. Huyu ndio Pastor Daudi. Kwa wale ambao wametoa pesa online, ulikuwa mnatumia Pastor Daudi. Na huyo sasa mbele Pastor wakuone hiyo mapenzi. Huyu Pastor amekuwa mwaminifu sana kwa pesa tangu day one. Kwa sababu kwa tulipokuwa tunataka pesa ya hospital, alisanya pesa kwa simu yake 261,000 kwa simu yake. Na tulimwamini wakati Rose alipass, tukasema ni yeye, tutaendelea na yeye kuchangisha pesa, tunatuma kwa simu yake, na yeye amefanya mambo yote ikawa rahisi. So wacha nimpe nafasi hii aseme machache, kisha maybe his wife will also speak a word, then he will take the program from there going onwards. Thank you so much. Mimi naitwa Fred Mondi, mimi ni mwimbaji, nilikuwa polisi wa Rose. Thank you so much. Asante. Asante sana Chairman. Wacha nimkaribishe kwa Give me your hand. Give us a name. Extra name.
Quando sono lottato? Kwa sababu pesa zilikuwa zinaingia sana. Na wakati huo alikuwa amelipa mkopo. Roseline mwenyewe pia request kwamba mshikilie na kuhakikisha kwamba hiyo kazi imefanyika. Na kwa neema ya Mungu tumefanya kazi ambayo inaonekana. Kuna wengi ambao wangependa tufungue peji na mambo mengi. Lakini God has put kwamba hizo zote ni system. Kila ambacho kinahitajika ni uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu huyu ni dada yangu na tulifanya naye kazi kutoka Dominion Chapel hadi ambapo tulijuana kanisa hii 2014. Then tukatembea naye tena kukutana pepa pita. Nakumbuka wakati wa COVID alikuwa anatoka kazini anakuja lunch au mimi nikihubiri. Mimi nafanya worship, yeye anafanya praise, kisha tunahubiri. Wakati mwingine tuko watu wanne kanisani, tunatoa sadaka, tunapeana kwa kanisa, kila mtu anaenda biashara yake. So mimi nilisema kwamba sijapata nafasi ya kulia kusini. Kwa sababu from the first day nataka niombe sana ndugu yangu. Kuna mahali ambapo mimi nilisikia naumia roho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naumia roho. Sema. Kila kitu ambayo watu wamesema ya kwamba hii maisha tunayokuwa. Kuna maisha ambayo inaanza kufanyiwa. Wakati mwingine tunasema Mungu alipenda, but God has also given us responsibility. Tuwe accountable. Because Mungu atakupatia kitu. Ukiitumia vizuri ama vibaya, hata kukataza, lakini kuna siku ya malipo. Kwa hivyo chochote ambayo Mungu anatupatia mikono yetu, iwe ni bibi yako, iwe ni mke wako, iwe ni mtoto wako, mchukue na umlinde vizuri, kwa sababu kuna siku ya malipo. Kwa hivyo huyu dada, mimi nikimwangalia na
na kila ambacho tulijaribu. Tulitoka kanisani tarehe 3 Juni pale Dominion Chapel Umoja, tukiwa na mzee wangu Bishop Maifani na senior pastor na wakeze mama Mrs. Pastor, mimi na mke wangu, na tukakimbia mpaka Kasarani. Mimi wakati niliingia kwa nyumba nilisikia harufu na nikashindwa, huyu msichana amekaa kwa nyumba na hii harufu kwa hivi penalty kwa nini? Sijui kwa sababu hii, lakini mimi hiyo ilinifanya, na tukasema kwamba hatutatoka kwa hii nyumba mpaka tuhakikishe dada yangu ameenda hospitali. Bado tumeamini ya kwamba Mungu anaweza. Wakati huo sikujua ni nini ambayo alikuwa anajua. Bwana Yesu asifiwe. Uchawi uliwekwa ndani, mambo mengi yalisema, lakini wakati mwingine tunaita uchawi hata baada ya kuwa uchawi, kwa sababu shetani hana nguvu juu ya watu ambao wanaamini sana. Shetani hana nguvu. Sasa hii ilikuwa ni mbio. Mimi hata nikichukua pesa, nachukua pesa kwa ufungu, kwa sababu ningechukua pesa ya mtu ambaye anayekuwa kwa uhai, si pesa ya mtu ambaye anakufa. So wakati Roseline akiwa Texas, sisi ndio tulimpeleka hospitali ukiwa na mume wake, ndugu yangu huyu, mimi nakutaka ndugu yangu. Na hata najua wakati naongea vibaya, anajua. Mimi ndio mtu tunaweza kumwambia ukweli, tupigane na tupendane. Kwa hivyo nikiwa hapa msio na wasiwasi, nitamwambia tutapigana, tutaamka, tutafurahiana. Kwa sababu hiyo ndio nguvu ya ukweli. Si ni kweli? Si ndio ule ukweli ndio anakuambia ukweli. Kwa hivyo tukatoka tarehe 3. Mimi nafanya kazi na CDF. Mimi ndio chairman wa CDF Sarai constituency. So nikajua ya kwamba pale Nairobi kukiwa na ugonjwa, kuna barua ambayo wabunge wao wanaweza kuandika na bili iweze kuwa wengi. Kwa hivyo nikaona hakukuwa na shida ya udada kupeleka hospitali. Angepeleka hospitali ushughulike mambo ya kutafuta pesa. Ndio. Ndio wakati mwingine ugonjwa ukiingia wewe unaangalia pesa kwanza. Unasema wacha kwanza nitafute pesa na mtu anaumia. Upeleke mtu hospitali. Hii ni lesson kwetu sisi wote. Peleka mtu hospitali, hiyo ingine tuachie Mungu. Kwa sababu huyu dada angepelekwa mapema kama hata niyo Kenyatta ama Texas. Kama vile dada Elina alisema kwamba last year, kutoka last year, mimi na uhakika Mungu ametenda jambo. So tukampeleka Kenyatta, tukazunguka na wachungaji mpaka bishop wangu na mvulia kofia. Huyu ni baba wa kweli. Na tuko na mama wa kweli. Tukaenda Kenyatta. Tulikuwa kutoka Kenyatta saa 9 ya asubuhi. Nilikuwa tunakumbuka kuna wakati akishughulikiwa. Kwa sababu tunazana tunajua asiposhughulikiwa Sunday, Monday tutakuwa na jam. So kuna wakati akishughulikiwa my brother akimshughulikia, tukakimbia kutafuta chai. Because from here wakati tulitoka kanisani hatukuwa tunakula kitu. So tukakimbia tukatafuta mahali tukakunywa chai tukarudi hospitalini. Huyu mama yangu mama Bishop alirudi kwa mfuko the first money ya kuadmit huyu msichana. Na tukahakikisha kwamba anakuwa tumika. Akakaa Kenyatta kwa ile muda, kisha akatolewa akapelekwa Texas. Ile pili ilikuwa Texas was 250,000. Marafiki hawa pamoja na komiti yetu pamoja na wapendwa wote tumefanya kazi, tumelipa bili yote, hakuna deni Texas. Tukaanza sasa tena kupanga. So baada kubadilisha kwa uongozi wa usafi kwa hospital B, kurudisha kwa bali ya declaration ilikuwa ni kibarua. Basi Mungu alitembea. Roseline huyu alitumikia Mungu kwa sababu mambo yake yote ni Mungu amepanga. Wale tu ambao walikuwa kuona hawakuchoka. Tukawa sasa ile na mabishano pale. Wekeni mahesabu, fanyeni hivi. Mimi nikajua mimi sifanyi kazi ya wakazina kwa sababu ya kufurahisha mtu. Najua huyu dada yangu. Anajua mambo yake mimi alikuwa anapenda ifanye. So nikasema nitakuwa mwaminifu kwangu na Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba kila kitu kinatendeka. Nataka nishukuru community. Nataka nishukuru marafiki. Nataka nishukuru kanisa, God's Church Kisumu, ambao pia walitumia mchango.
Dominion Chapel walituma mchango, walitusaidia wakati wa memorial service. Nataka nishukuru artist Kisumu kwa kazi nzuri ambayo walifanya. Nataka nishukuru Luo Salon, hair and beauty salon, pale ambapo walikuwa wanafanya kazi, kwa kazi nzuri ambayo walifanya. In fact, wakati wa ugonjwa walipatia 57,000, lakini baada ya matanga tena bado wakaongeza. Nataka niwashukuru. Hata kama nilitoa shilingi moja, hiyo shilingi yako imetusaidia. Kwa hivyo mimi nataka nirudishe shukrani nyingi kwa mtoto sababu mpaka sasa hesabu najua pia inaingia shilingi. But ile pesa ambayo ilichana was over 400,000 ambayo imetumika. Nikiangalia record nilikuwa naona kitu ilifunguliwa tarehe 6 Juni. Na mpaka sasa hatujaifunga. Na wengine waliomba wakasema hiyo group isifungwe kwa sababu Roseline amefunganisha sisi wote. Inaweza kubadilishwa tu jina, lakini watu wazidi kwa pamoja. Maana huyu mpendwa alikuwa anapenda wako kukaa pamoja. Kwa hivyo sisi tutakaa pamoja. Na tunataka kuombea ndugu yangu Damain. Najua kwamba mambo sio rahisi. Lakini mimi na wewe tumtumikie Mungu. Mimi nataka kukuomba. Turudi tumfanyie Mungu kazi. Na tufanye kazi kwa kweli. Wache mambo ya kona sasa. Tutumikie Mungu. Kwa sababu hatujui wakati filimbi italia. Hatujui. Kila ambacho tunafanya tuko tunachukua rekodi. Mimi naona kama Mungu wa siku hizi ni mpole sana. Naona kama Mungu wa siku hizi ni mpole sana. Lakini ni upole wa kutupatia nafasi. Kama Mungu angekuwa na ukali wake ule, kuna wengi sisi hapo tungekuwa hai. Kwa hivyo ni nafasi sisi sote tumekuwa. Tufanye nini? Tumfanyie Mungu kazi. Nataka nishukuru mzee. Naita watu wote hapa. Lakini wewe umefungulia milango na ukatukaribisha, na watu wa kijiji hii ni watu wa heshima. Na mimi nawafungia kujua. Mimi nimefanya kazi nzuri. Hata ingawa mambo yamekuwa magumu, nimesema kutetea ndugu yangu arudi nyumbani. Rudi nyumbani. Vile wazee wamesema rudi nyumbani. Na ujenge kitu. Si ndio? Si ni muhimu. Hata mimi nikitoka hapa nataka niende nyumbani nione mama, nianze kujipanga. Hata mimi nijenge kitu. Toda na mimi siku yangu nisizungumziwe tena. Instaleto, ndio. Wakati kama mtu na big point. Kama wewe jamani, unajua kanisani kila mtu anavaa suti, anavaa sawa, wale wa mama wanavaa dress, unaonekana uko sawa. Lakini huko nyuma ikifunguliwa mambo ni mengi. Kwa hiyo kama uko hapa haujafanya kitu, rudi kwenu fanya kitu. Kama utembeleaji wazazi, tembelea wazazi. Kama watumiaji sukari, watumie sukari. Hawa wazee kazi yao ni rahisi. Wakati mwingine wanatumia hata 200 tu. Ananunua katumbi tu. Na anasema kijana wangu Mungu akubariki. Na hiyo ni ya maana. Kwa hivyo vijana wote wale tuko nao hapa, rudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wale kusema uko busy. Ati sijui huko nilitoka kitambo. Nilipenda ndugu huyu wa sema yuko wapi? Yule. Wewe ni shujaa. Mungu akubariki. Niongee kwetu na kuongea vizuri. Ya kwamba kama kuna kitu ambayo unastahili kufanya. Tunasema Nairobi tuko busy. Uko busy unatafuta nini? Na anasema kitu kimoja ambaye bishop wangu anasema hakuna mtu aliyetolewa kwa miti. Kila mtu yuko na kwao. Kila mtu ako na mahali ambapo alitoka. Hata kama mama yako ni kilema, ni mama yako. Hata kama boma yenu haina nyumba, ni boma yenu. Tupende manyumba zetu na boma zetu. Hiyo ndio lesson mimi ni Roseline. Asante sana dada yangu. Hiyo ndio lesson nimetoka nayo kwa mkanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine tunakaa hapa sasa tunanyosha vidole tunasema yeye hajafanya. Wewe pia angalia kwako. Angalia kwako na wale wako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu yangu anaweza kuwa hajafanya, lakini kuna mtoto wako pia hajafanya kitu, pia afanye pia. Leo kila mtu anatoka na point hapa.
Bwana Yesu asifiwe. Kusema mengi, nataka kwa haraka sasa, nataka kupumzishe mwenda zake. Nataka nishukuru komiti. Mimi nimefungua roho, sijui. Unajua pia nimevaa kofia mbili. Unajua jina ni Daudi. Daudi alikuwa mfalme na alikuwa ni mhubiri. So mimi nimebeba hizo anointing mbili. Ukikuja mbali na kukata, ukikuja huko kukata na tunasoma. Bwana Yesu asifiwe. So nataka nichukue nafasi hii. Haitakuwa heshima nikikosa kukuita mama bishop. Haitakuwa heshima. Kwa sababu gani? Wakati mama Roseline alipokea habari ya kwamba mtoto wake ni mgonjwa, huyu mama yangu yaonekana na mama Roseline from the first day alipoingia na mpaka wakati mtoto wake anakufa. Sio ni mama. Sasa haitakuwa heshima. Sasa nimpatie dakika kidogo aseme kitu, alafu ingie kwa program ya kanisa mbio. Naomba Pastor Vico uwe tayari tuweke kwa wimbo ambao sasa tunaingia kwa program baada ya kanisa. Karibu mama. Hapa sijamana chochote. Mama nimesha na mama Roseline mzazi ameshakuza. Nataka kuzungumza kama spiritual mother, alafu kuna madaimo. Mama Damain, utamka, utawe ama utamka, utaongelesha watu. Ni kweli nimefanya. Hajaongea naye pia ni mama mzazi. Ndio nilikuwa mama Roseline. Na vile nilisikia maneno walitendana sana. Mama sija tumeongea moja mawili matatu. Nitabende. Mimi nifikiria wewe. Alipokuja Nairobi ndio akazoea sasa Nairobi mwenye anapenda Mungu, mwenye anaimba, mwenye kuna akili, asikuwa anasema huduma, anaimba, anafanya biashara, anafanya kubwa. Alikuwa msichana mmoja dunia ingebadilika. Sema angekuza hapa Kakamega pia angekuza na amekuza maisha ya watu wengi. Sisi wote tuko hapa. Watu wangu wameanza kubadilisha maisha yetu. Sasa tunasema hapa ni kusema sisi ndio wazazi wenye tunawaozesha. Ndio akakuja Nairobi akatujoi, ndipo tunaimba praise and worship kwa hiyo tulifanyia sasa na wa anthem na wataki. Kama sio Roseline. So Roseline alikuwa kweli alipokuja hata kidogo Nairobi nikakuletea mwana. Kwa hiyo bishop baadaye kwa bishop alikuwa basi. Nimepata kijana. Sasa kupeleka hapa kwa kanisa kuonyesha njia. Na kweli kijana akakuja na akakuwa kama pasta na kaendelea na mwisho akasema wanataka kuoana. Na bishop akawaambia vile wafanye na wakafanya hivyo na wakafanya harusi. Baada ya harusi mambo ili maneno kidogo ndio wanadamu duniani kuna maneno ikabidi tupendane. Wakaenda kanisa nyingine hiyo ya Pefa na wakakaa huko
mwaka nyingi, lakini sasa tulikuwa na mkutano kubwa, tulikuwa tunamuita anakuja pamoja na family, anatulia, tunakaa pamoja, tunashana mapenzi sana. Sasa mwezi wa 10 uliopita mtoto alikuwa anafanya harusi, na mimi nikasema anatokea kwa Facebook, lakini hebu jaribu nitafute jina lake sasa itakuwa kwa simu yangu. Nikatafuta namba, nikakutumia message, nikamuandika kwa harusi. Alipokosa kukuja, mimi kwa roho yangu kwa kile nilikuwa nafanya, nikasema tena nilikuwa bado kuna maneno, lakini sawa. Sikifika muda mwanzo wa mwaka hivi tulikuwa tunafanya vitu vya kanisa na bishop akasema mshana wetu ni muda hatujaongelesha, hebu tufanye invite tena nini tutaka kufanya hii mkutano kidogo. Na kumbuka karibu mwezi uliopita kama kwa vizuri tumekaa chini jioni baada ya kukula chakula cha jioni, tuko na mzee nasikia simu kwa nani nafaa kwa ibada sawa. Kwa hiyo nisikana nasema kidogo mzee ndio simu na niambia akizungumza hiyo kitu ni siku hadi kanisani kwa Sunday tulikuwa na mgeni kisha tukamalizana na kanisa, tukamalizana na wageni. Hivi ndio unatuona hiyo kwa Roseline tukienda kutafuta. Sasa mimi nilikuwa najua walikuwa very close to Mrs. Daudi, Pastor Daudi. So nikasema kama lazima wao watoke na hii. Lakini kama mwana which means mtoto wetu alikuwa sasa ameteseka kidogo, hata kujua kumsema ni what ni kwanza. Tukifika nyumbani kwa vile hii maisha naongea na youth na young hasa baitasa ya Bwana Roseline, watu wakiwa wachanga wadogo wako youthful, uongo inatutanganya, unafikiri maisha yani haina mwisho, lakini mambo mawili lazima ashikane na pande, mpendane, msitangane, mgombane, mfanye nini, kila mtu hakuna miti hapa, kila mtu toka pahali. Sisi wote tunapenda nyumbani. Wazazi wengine tunasema wazazi wako nyumbani, tunaishi Nairobi ama Kisumu na kila Wilbard, wazazi wanatakiwa kututu. Mambo ya kweli lazima azishike na kanisa. Kwa sababu tumerudi hapa kwa maana Mungu alijua mtu wetu alikuwa nje, lakini tukarudi tukamchukua leo kama mambo mawili kama ni mtu aliyewacha kanisa kama tunashike nayo. Fanya mambo yako, ukienda kanisa utasikiza mahubiri sabadilisha watu. Ndio unataka kufanya mambo ya eleweki. Huwezi kuendana katika kwa kanisa unakisa hiyo lakini kitu nimeingia na kitu nimeingia na kama mimi wanasema wananisema bana ama mbaya, lakini ufahamu mbaya training. Watu wataki training, watu wanataka wafanye vile wanataka, wasikatazwe. Watu wanataka tu waishi ni kama freedom. Ya kama kuna full freedom in life, it's not enough for us. You can't get somebody like must be to your parents, to the elders, to where you work, to your pastors, to your, you must be accountable. People consider how accountable. Kutabakia, watu wanasema no man is an island. Akina unakaa ziko kwa karibu na watu. Mama yangu sasa anasema
sisi ni wazuri sana. Mtu lazima ashike marafiki na wengine, lakini family is also very very important. Bwana asifiwe. Nayo tu na nimefurahi kuona watu wa Kakamega. Asanteni sana. Asante. Kwa sababu kama si wewe, maybe tungepata aibu kwa Wajaluo sisi Afrikani wasichana wameolewa kwao. Haingekuwa kitu ya kuheshimiwa. Tungetukaribisha. Baba yangu kuwabariki. Kama vile mnayo hapa, hivyo vile mnaona sisi wengine wasikie hizo vision. Umechukua huyu mtumishi wa Mungu, mkamweka hapa kwenu kwenye apumzike, na kweli watakufa kama wamefika miaka 90. Hakuna tena kifo ya wachanga. Usifiwe. Na watu waseme poleni. Mama maisha watakupangiza na itakuwa sawa. Sana mtazamo watoto wengine bado wako. Utatusaidia kutakuwa sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na marafiki za Roseline, sisi ni wafanye wazazi na hiyo group usifunge, tubadilishe tu jina. Ikiwa ni ministry ingine kando, sisi wote tuko ndani, si ndio? Bwana asifiwe. Roseline baby girl, sisi the endevours. Bwana asifiwe. Tupatie mama makofi. Asante sana mama. Mimi kama mfanyakazi wa serikali, ni muhimu kuheshimu serikali ya eneo ambayo kwa hivyo nataka nimuite mzee wa mtaa, mzee wa kijiji, mzee wangu Joe. Dakika kidogo, serikali lazima iheshimiwe. Ni kweli. Alafu baada ya mzee tuko na chief. Mr. Chief niko nimekuwa na kutaka protocols. Karibu sana. Ya, Bwana asifiwe. Sema Bwana asifiwe. Tunashukuru katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tunashukuru jamii ambayo sasa mpya naweza kuwapigia makofi. Sababu ni shukuru ambaye imepambana na maiti. Najua pati kama hiyo kutoka Nairobi ndio ifika hapa sisi. Tulifikia makofi. Na tatu, tunashukuru jamii yetu siasa. Sababu ni shukuru hiyo mwili ya msichana kusikwa huko wanataka hapa kiende huko Bondo. Singekuwa hivi kwa sisi. Lakini aling'ang'ana mpaka mwili fanye nini? Ifike hapo. Pigia makofi. Ya mwisho, tunashukuru baba ya Isia akiwa Morris. Najua ukipaki na baba yako, usimwangalie vizuri vile mke alisema, usipatie hata 200, angekupani Isia ukoleta mke kwe. Ndio nani? Yes, ndio. Mbona ni nani? Sasa ndiye baba Isia alitoka. Na mama. Ndio kwanza kuuliza jambo. Hapo fuzu. Familia Ndio. Isia wamekwambia hapa ni nyumbani, serikali inakutambua, kijiji inakutambua, nani inakutambua, Mungu anakutambua. Sasa mimi nasema asante kwa watu wenye wametoka Nairobi wote. Alosa hivi kama kukiwa na miaka lichi. Hapa ni gari, hapa kuna matanga mengi, lakini sikaenda kwa sababu nisaidie Isia kusika bibi yake. Si sasa assistant chief wako, lakini hapo safarini chief wako usikile chief hayuko hapo, lakini kuna daktari mkubwa wa Kakamega ameako kusoma roho. Unaona madanga iko mingi, watu wamejaa. Ndio unaona watu wakijijia wako wengi. Sasa msisame wakinaisia hakuna watu wako wakinaisia wengi. Nikisema wabebe mkono angalia nyuma, watu wasienda wabebe mkono huko ndio wajue tuko. Lakini hiyo na kuona tu. Tumwapigia roho. Msichana wangu ama shemeji yetu alala hapa salama. Unajua Isia katika kimila ya Waluya. Hata wewe ukikuza nada ni hapo. Sio kweli? Ya mkubwa ni hapo. Ukiangalia
huyu ni shosho na huyu ni mama. Sasa wameshitibu hapa watu wangapi? Wawili. Sasa huyu kuna mwingine. Huyo kuna mwingine. Nani anapiga kifo? Basi nishukuru Bishop. Ni mpole. Angekuwa mimi kama naenda speed ningesimama niwaambie hapa. Sasa mimi ndio nataka kuingia. Bishop hapo. Ya mwisho. Usiona amekufa katika krizi. Krizi alikuwa tunahangaika kweli. Tunapiga mako. Hata mimi ndio wengi wamesema mimi ni mwimbaji, hata mimi nakuanga mwimbaji. Sasa nataka nini hilo? Mtasimama. Niwekee ile ya kusema ya kutuma hii sina. Wote tupitie msichana kwa hii. Katika mjekiba yuko, chifu yuko mimi ya Mungu. Kama vile jana hii. Akaitwa Isaac Amilwa. Wangu ni hapa tu chini ni jana. Wale msimame sasa. Kama bado hivi. Anaenda ndio kupiga. Nani huyo? Alikuwa kusoma hizi sina. Ina damu yake nani? Yes. Anatoka tu. Alipenda sifa. Hallelujah. One thing that was in Damain love because I was in his heart, in prison, not able to pray. What has he done? Wakati mnainua sauti juu so kati ya hayo yote jamani tupate nini? Wakati sauti inainuka juu tunasema rudisha sauti chini. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah hapo. Kwa sababu sana. Igala ingia yuda mwenye ngala ya kuta. Igala ingia yuda
hiyo. Naomba tuliweza kuweka wachache. Haleluya. Haleluya. Basi hiyo ni tumeingia hapa. Hiyo ni kionjo tu. Nataka nichukue nafasi hii kwa haraka nimkaribishe ndugu yangu Damain, mume wa mpendwa wetu Roseline ambaye amelala, alafu aseme kama vile yeye ndio aliishi na dada yetu, si ndio? Itakuwa ni heshima kubwa tusikie sauti yake. Ndio wengine wanamuona tu kumhubiri pia, ndio nataka msikie sauti yake. Alafu tukitoka hapo tutafanya spiritual reading, alafu tutaombea familia, alafu tutapata message kutoka kwa mchungaji, alafu tutatoa sadaka, alafu tuende kupumzishe dada yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nimkaribishe my brother. Sio tayari. Tumpige makofi na kushukuru.
Hallelujah, church. Everywhere we go, church.
want to thank God for this day that she was being accorded. We are taking our good time before we die. And I know she has come out with watuambie machache. Hawa ni marafiki wa wale tulikuja na wao hapa. Some of the singers wako hapa. Mimi naongea I pray that all of us will be there in the mighty name of Jesus. And where I go, you know, and the woman, you know, the woman. That's why it says, Thomas said unto them, Lord, you know not the way to our God. And how you know the way. This is what Jesus said. What do you say? Jesus said, unamjuaje? Unamjuaje mpaka anajitoa? Roseline alipata pesa na alipata Roseline. Safari yake ya
Ini force ni ma ni ke Damain no ke no dia ni